Mungu alipoumba aliumba kwa kutamka. Alisema na iwe hivi ikawa. Iwe hivi ikawa. Alipomaliza kuumba akaviona vitu vyote viko sawa na ni vizuri mbele zake. Lakini akakosekana mtu akuweza kuvitawala na kuvilinda. Akaamua kuitisha jopo la Utatu wake Mtakatifu, akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu ambaye ataenda kutawala hivi vitu vinavyoonekana na visivyoonekana. Sasa alipoumbwa Adamu akaambiwa nenda ukatawale. Ukisoma ile Mwanzo 1:1 na kuendelea utaona jinsi ambavyo Mungu aliumba kwa neno. Lakini pia ile sura ya 2 utaona Mungu anamuumba Adamu, halafu anamwambia nenda katawale. Amina eh? Amen. Alitawala vipi? Alitawala kwa maneno, kwa neno ambalo Mungu aliweka ndani yake. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba alipokuwa anaita majina ya viumbe vyote, hakuna jina ambalo Mungu alimbishia. Hakuna jina ambalo Mungu alisema kwamba umekosea. Sio hivyo eh? Manake maneno yake yalikuwa na nguvu ya kimungu ndani mwake. Kwa hiyo akawa amesimama kwa niaba ya Mungu hapa duniani kutawala. Na ni Bwana asifiwe. Mwanadamu ni kiumbe peke yake ambaye ana uwezo wa kuishi katika ulimwengu wa aina mbili. Ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa roho. Sawa eh? Amen. Ni kiumbe pekee ambaye Mungu amemwezesha kuishi na kuoperate kwenye ulimwengu wa aina mbili. Ulimwengu wa roho na ulimwengu wa kimwili. Sawa eh? Kwa hiyo maneno ambayo unayatamka, unaweza kuwa unatamka kimwili tu, lakini yana impact ulimwengu wa roho. Yanaathiri ulimwengu wa roho. Kwa sababu wewe haukuumbwa uishi tu kiasara. Uliumbwa kwa kusudi maalum la kutawala kwa niaba ya Mungu. Mungu anaweka neno ndani mwako ili uweze kulitamka duniani lisababishe madhara. Na ni Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu yeyote yule lazima uwe makini na kile ambacho unakitamka. Uwe makini. Kiwe kibaya au kiwe kizuri, lazima uwe makini nacho. Kwa sababu kina madhara. Kina madhara. Ukubali usikubali, kina madhara. Na ni Bwana asifiwe. Watu wengi, wanafunzi wengi wamefeli, sio kama hawana akili, lakini wanavuna kile walichokipanda kwa maneno yao. Sawa eh? Wanavuna walichokipanda. Amejiona yeye ni dhaifu, amejiona yeye ni mjinga, amejiona yeye hana akili, halafu anaona wenzake ndio wana akili. Kwa hiyo kile anachokikiri ndio kinachokuja kutokea, kwa sababu utakula matunda ya midomo yako. Mithali inatuambia kila mtu. Sawa. Amen. Na wengine wamefika wanafeli na maisha, wanafeli shuleni kwa sababu wazazi wao waliwatamkia hivyo kwamba wewe kichwa maji huwezi kufanikiwa. Sasa yale maneno huwa hayaishi pale, na wazazi waelewe, yale maneno waga hayaishi pale. Yale maneno yana nguvu. Ndio maana hata kama unamwona mtoto hana akili, wewe mtamkie kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Ndani yako yupo Yesu. Yesu ni omniscient, anajua yote. Kwa hiyo una akili kama za Yesu Kristo. Mani Bwana asifiwe. Amen. Jitamkie ushindi, jitamkie maneno mazuri, jitamkie. Kuna watu wengine wamejitamkia kwamba hawezi kuolewa. Wengine wajitamkia kwamba ni wabaya. Utakuwa mbaya kweli? Amina eh? Amen. Utakuwa mbaya kweli? Wewe jitamkie maneno mazuri. Naomba enda haraka sana. Kwa hiyo Mungu aliumba kwa kusema. Na katika Mwanzo 2:19 na 20
Adamu alitawala kwa maneno, kama vile Mungu alivyoumba kwa kutamka. Ile nguvu ya kuumba aliiweka ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu anapotamka juu ya uso wa nchi inakuwa. Unapotamka neno lolote inakuwa. Amina. Amen. Kwa hiyo tutokea uchumi. Kwa hiyo kanuni mpaka leo inafanya kazi. Na maamuzi yako ndiyo mpaka wa Mungu wa kufanya mambo kwenye maisha yako. Maamuzi yako, yale kile unachokitamka ndo kinampa mpaka Mungu wa kufanya kitu kwenye maisha yako. Tunasema kwamba Mungu anaweza yote, si ndio hivyo? Mungu anaweza yote, lakini Bwana ameshindwa kufanya mambo mengine. Kwa nini ameshindwa kufanya mambo mengine? Ukimkuta mgonjwa amelala kitandani, sawa? Tena unakuta ni mpendwa na ni mtumishi kabisa, anaumwa. Hivi mapenzi ya Mungu sisi tuumwe? Wewe niulize kwanza. Mapenzi ya Mungu sisi tuumwe? Mungu aliwaambia Waisraeli kwamba magonjwa yote ya Misri hayatakupata wewe. Nitawapa watu gani? Maadui zako, si ndio hivyo? Maana yake Mungu anawatamkia taifa lake kwamba magonjwa sio sehemu ya maisha yao. Lakini kwa nini sasa huyu mtu amelala kitandani? Inawezekana ni kile kitu anachokitamka ndani. Yaani anachokitamka kileta matokeo. Yaani kama unaona kwamba huwezi kupona, hautapona. Kwa sababu maamuzi yako wewe, maneno yako wewe ndio yanampa mpaka Mungu kufanya kitu kwenye maisha yako. Unaweza ukawa unaomba Mungu akuponye, lakini kiuhalisia kabisa moyo wako unasema huwezi kupona. Utaondoka tu. Lakini kuna mtu mwingine anaumwa sana, ila anasema kwamba mimi ni mzima kwa sababu Yesu aliye ndani yangu ni mzima. Yesu ni uhai. Sawa? Amen. Yesu ni uzima. Aliyeko ndani yangu ni mzima. Kwa hiyo mimi sio mgonjwa, anatembea. Baada ya muda mfupi nashangaa hajui ule ugonjwa upotelea wapi.